Mambo vipi? Mambo ni aje mtazamaji wa AA TV mitamboni, the next MVP in Tanzania, you can call me M bwana. Today nipo na moja kati ya watu wakubwa sana ambao hapa kwetu wanafanya vizuri na wanatisha kindaki. Nimeamua leo nikuletee tupige nao story. Vipi hali kaka? Afza vipi? Kwa poa? Kwenye mwezi. Bwana unyama mwingi. Ododo. Bwana ningetamani kujua kitu kimoja kutoka kwako. Watu wanakufahamu kama nani kulingana na jina lako lilivyokuwa kubwa? La Vida Loca ama Sete Ronaldo. Okay. Siku ya leo kwako unajisikiaje labda? I just feel guilty cause ningetakiwa kuwa na mwenzangu, lakini kwa bahati mbaya jana kuna kitu ambacho kilijitokeza nikawa sipo na mwenzangu. Okay. Sawa. Labda tuseme mwenzako, je, ni mpenzi au ni rafiki? Mpenzi. Mpenzi. Kwako mapenzi unayachukuliaje? Na mapenzi ni hisia. Ndio. Pende na kupendaya, sio kupenda ondoka. Acha nana. Okay. Labda kuna siku ambayo kukutana na binti ambaye alimpenda na akakaa siku moja akakwambia bwana mimi sikupendi, siku hiyo kutokea? Dogo Zuu. Ilikuwaje mpaka ikapelekea kukuacha? Dogo Zuu aliniacha baada ya mimi kufilisika. Kufilisika. Bwana safi sana, niseme tu kwanza nilikuwa sijui, na labda una kitu gani ambacho unaweza ukasema kwa watu ambao wana tabia kama za Dogo Zuu? Unaweza kuambia kitu gani? To be honestly, mtu ambaye ana tabia kama Dogo Zuu, to be honestly siko kama namchukia. I love her, na ni mwanamke mrembo sana, mwanamke mpambanaji, anajituma, but honestly ni mtu ambaye aliniumiza kwa namna moja ama nyingine. Okay. Sawa, labda siku hiyo ambao Dogo Zuu anakuacha tayari alikuwa ipo kwenye lebo ya Nyagomeni? Yes, na kipindi ambacho nipo kwenye mahusiano naye alikuwa kwenye lebo yake pia. Je, alikuwa tayari ameanzisha kama jinsi ambavyo watu wanavyojua, alikuwa tayari ipo kwenye ndoa na Nyagomeni au alikuwa bado? Ile ndoa ni batili, ni ndoa fake. Okay. Hakuna ukweli wa ndoa ile, ni ndoa ya kiki. Okay. Dogo Zuu ana vyeti vya ndoa na Nyagomani. Hata kiauliza alete vyeti sasa hizi mimi nitabait. Nitaweka hata milioni 5 alete vyeti vya ndoa. Akileta mimi nitawapa milioni 5. Okay. Labda kuna siku ambao ushawahi kufuatilia penzi lako wewe na Dogo Zuu au kumfuatilia Dogo Zuu pindi akiwa na Nyagomeni? Nishafuatilia sana. To be honest ni kwamba Dogo Zuu alinitolea nje sana. Anyway, kila mtu anadefine anavyotaka, kila mmoja anaita majina anayotaka sasa hivi, lakini hainikatishi tamaa. Mimi ni mpambanaji, najielewa, najua ninachokifanya, mapenzi yangu, na nikipenda napenda kweli, naitwa Sharukani. Ndio. Okay, labda siku ambayo unafuatilia penzi lako kwa Dogo Zuu, Nyagomeni alichukuliaje swala hilo? Na ni jana tu. Nilimcheki Nyagomeni nikamwambia bana, kesho nitakuwa sina mtu wa kutoka naye. Ndio. Akaniambia ndakuletea Dogo Zuu ongea naye, lakini kwa bahati mbaya shota wangu ilinipa heshima kwa sababu shota wangu alikuwa na iPhone 13 Pro Max, and kwa bahati mbaya Nyagomani alivyokuja Dogo Zuu akawa na mshuti Nyago. Na Nyago ni mtu, mimi ni shabiki kindaki ya Nyagomani, na lakini kwa bahati mbaya akawa na mshuti bila ruhusa yake. Ni Nyagomani mtu ambaye hataki ushutiwa na simu ama kamera bila ruhusa. So alivyokuja Nyagomani alivyokuja na Dogo Zuu na kwamba tupange mipango, tutavaa nguo gani, tutatokaje, alikuwa amemleta magetoni kwangu kule, lakini kwa bahati mbaya shuta wangu akawa na mshuti. Nyagomani alisikika akisema acha kunishuti na akaondoka na Dogo Zuu. Ndio. Labda kwa wewe ambao ulikuwa kwenye mahusiano na Dogo Zuu, ni kitu gani ambacho watu hawajui kuhusu Dogo Zuu? Dogo Zuu ni mtu ambaye ni mpole, ana upendo. Labda ilitokea kufilisika, kila mwanamke anapenda pesa brother. Kila mwanamke anapenda pesa na hakuna mwanamke ambaye hapendi pesa. Kwa hiyo ulivyokuwa na pesa uko unampa 5,000, 10,000, unapokuwa unampa 500 kwa hapendi. Ila kutokana na matatizo hayo kufilisika, ukatokea mimi na yeye changamoto kuachana na hivyo. Okay, sawa. Labda tuseme kwa upande wako wewe ulikuwa na share ipi kulingana na kukuza kipaji cha mpenzi wako ambaye alikuwa anaitwa Dogo Zuu? Katika share alikuwa akinipigia simu mara kwa mara, mpenzi wangu anataka kuingia studio, na mara mwisho alikuwa anaenda kushoot, ilikuwa na unaitwa alimba na Nyagomani kipindi hicho, nitavumilia I think. Na ni wimbo ambao naupenda kwa sababu kuna mchango wangu mkubwa katika ule wimbo, nitavumilia baba. Hivyo akaniomba nimpatie kama 200,000 I think bana, ongezea ulionayo ka shoot ka record wimbo utoe basi. Sawa. Labda una kitu gani ambacho unaweza kawaambia mabinti ambao wana tabia kama za Dogo Zuu, kuona baada amefilisika na mwisho wa siku akachukua uamuzi wa kwenda na kukuacha wewe? Una kitu gani ambacho unaweza kawaambia mabinti hao? Mabinti wote unaniangalia, unanitazama, ujumbe wangu ni kwamba mwanamke anapofilisika, kuna foja hapa nyuma. Mwanaume anapofilisika sio kwamba ni mwisho wa maisha. Mwanaume yote mpambanaji, anajituma, anapambana. Akikosa leo atapata kesho.
Na kuna wimbo wa Mbosso I think na nani, tukikosa leo tutapata kesho. Ukikosa leo utapata kesho. Mwanamke yote unaitazama, mwanaume wako anakukosa riziki, alikuwa anakupa pesa, zikikosekana vumilia, stick naye, kesho utapata. Brother, to be honest, sasa hivi na mali nyingi kuliko tambazo nilikuwa nazo mwanzo. Namiliki pikipiki 12, namiliki bajaji 4 Kigoma, saloni 2 za kike Dar es Salaam. Ni pesa nyingi. Brother, to be honest, kwa siku naingiza 460 kwa mwezi ni shilingi ngapi? Bwana unyama sana. Bwana mimi nimependa sana kampani yako siku leo, niseme kwamba wacha tuishie hapo bwana. Ulikuwa nami mwanzo mwisho, the next MVP in Tanzania, you can call me M bwana. Nyuma ya kamera nipo na yule ambaye anazidi kunipaisha kindaki. Bwana tukutane katika vipindi vingine. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Ciao.